Yes, ni sauti ya mtoto wa Ndeta, Salvatore Tori Nko ebana ulipo na mimi nipo. Ebana leo hii nataka nirudishe nyuma kidogo tuweze kuangazia tukio la kipekee sana ambalo liligusa hisia za watu wengi sana duniani, na ni mara baada ya Maxi Nzengeli akiwa anashirikiana na Prince Dube kuingia na jezi ya Pacome uwanjani. Ni siku ya mchezo wa JKT Tanzania ambapo walicheza na Yanga, na ndo siku ambayo Yanga pia waliweza kutoa taji la NBC na kukabidhiwa kwa mara ya 5 mfululizo. Sasa ni nini ambacho kilitokea? Ni kwamba kabla ya mechi ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania, Pacome Zoazoa alikuwa tayari amekuwa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi wa Yanga msimu huo. Alikuwa akitengeneza nafasi nyingi za mabao, akifunga mabao muhimu na kushirikiana vizuri sana na Prince Dube pamoja na Maxi Nzengeli. Kwa mashabiki wengi, safu hiyo ya ushambuliaji ndio ilikuwa injini ya mafanikio ya Yanga. Sasa wakati mechi ikiendelea, Pacome alipata mpira na kuanza kukimbia kuelekea eneo la hatari katika dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza, yani zile dakika 45 zilikuwa zimemalizika, sasa zikawa zimeongezwa dakika 3. Beki wa JKT Tanzania Hassani Wahabi alimkaba kwa nguvu, ambapo mwamuzi Katanga Hussein aliona kuwa faulu hiyo ilikuwa mbaya kiasi cha kutoa kadi nyekundu ya 1-1. Sasa baada ya hapo Pacome alianguka chini akiwa katika maumivu makali. Madaktari wakaingia uwanjani haraka, na baadaye gari la kubebea wagonjwa lilifika uwanjani pale likamchukua Pacome moja kwa moja mpaka hospitalini, ambapo uchunguzi ulithibitisha kuwa alikuwa amevunjika mguu wa kushoto. Na baadhi ya wachezaji pia walivyokuwa wakienda pale kumwangalia Pacome akiwa yuko pale chini, wengi walikuwa wanashika kichwa na wengine walikuwa wanaumia kweli kweli, wanashtuka kwa namna ambavyo mguu wa Pacome ulivyokuwa unaonekana kwa wakati ule. Sasa kilichofanya tukio hilo liguse hisia za wengi zaidi ni kwamba lilitokea siku ambayo Yanga ilikuwa inahitimisha safari ya ubingwa. Baada ya mashabiki kushangilia kwa uhuru, sehemu kubwa ya uwanja ilibadilika na kuwa na hali ya hofu na simanzi, kwa sababu mmoja wa nyota wao alikuwa ameumia vibaya sana. Hata baada ya Yanga kushinda 3-0, furaha haikuwa kamili kwa sababu mawazo mengi yalikuwa kwa Pacome. Baada ya filimbi ya mwisho ndipo lilipotokea tukio unaloliona mara nyingi likigusa ama likisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, wakati wachezaji wakianza kusherekea ubingwa. Prince Dube na Maxi Nzengeli waliinua jezi ya Pacome mbele ya mashabiki na kamera. Kitendo hicho kilikuwa na ujumbe mzito sana. Walitaka kuonyesha kuwa Pacome alikuwa sehemu ya ubingwa huo, ingawa hakuweza kumaliza mechi hiyo. Japo nyingine ni kwamba walitaka kumwambia kuwa kombe hilo ni lake pia, kwa sababu alichangia sana msimu mzima mpaka wao wakafanikiwa kutoa taji hilo. Lakini jambo nyingine ni kilikuwa pia ni kitendo cha mshikamano wa wachezaji wakionyesha kuwa hawakumsahau wakati alipokuwa hospitalini. Mashabiki wengi wa Yanga walitafsiri kitendo hicho kama ishara ya upendo na umoja wa timu. Mitandaoni kulisambaa picha na video za Dube na Nzengeli wakiwa wameshikilia jezi hiyo, huku wengi wakituma ujumbe wa get well soon Pacome na kuomba apone haraka. Baada ya Yanga ilitangaza kuwa Pacome alifanyiwa upasuaji, baadaye Yanga walitangaza kuwa Pacome alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa katika hospitali ya Aga Khan, na akawekwa chini ya uangalizi wa madaktari kwa wiki 6 kabla ya tathmini nyingine ya maendeleo ya kupona kwake. Pia JKT Tanzania ilitoa taarifa ya kuonyesha masikitiko kuhusu jeraha hilo na kusisitiza kuwa halikuwa makusudi yao kufanya kitendo kile. Ndio maana tukio la Dube na Nzengeli kuonyesha jezi ya Pacome linakumbukwa sana. Halikuwa tu kushangilia ubingwa, bali lilikuwa ujumbe kwamba tumeshinda pamoja, na hata kama haupo hapa na sisi uwanjani, wewe ni sehemu ya historia hii, ambapo mpaka kesho kutwa watu wengi bado wanaendelea ku appreciate sana tukio lile, lakini pia jambo lile wamelipa kipaumbele kikubwa sana. Bana, hii ni Tori TV, usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعد ما ماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بعد ما ماتنا وإليه النشور. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا. اللهم طيب العفو عنا يا كريم. اللهم طيب العفو عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hili jambo ni sehemu ya football. Chochote kwenye mpira kinaweza kutokea, especially ajali na vitu kama hivyo. Tunakushukuru sana wewe kwanza binafsi yako. Jana niliongea na viongozi tukakubaliana ya kwamba uje leo. Ulitaka kuja kumuona jana ile, lakini kuna process za kimatibabu na leo umekuja. Tumefarijika kwa ujio wako. Umeongea na Pacome, umemsikia. Pacome is very open hearted with you. Saba hana kitu chochote against you, anakubali kwamba ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo kuja kwako kuna leta hiyo uhusiano na kuonyesha dhamira ya dhati ya kuja kumwomba radhi, na ameipokea. Lakini la pili pia tushukuru uongozi wa JKT. Kuanzia jana tulifanya mawasiliano na mkatoa pia press release kutoa pole na kuomba radhi. Lakini leo mmekuja CEO pamoja na msemaji wa club, tunawashukuru. Kwa niaba ya Club Young Africans tumepokea pole hizi, na naamini wana michezo wote wanaelewa ajali ni sehemu ya mchezo, na tumelifuta ile jambo officially. Hakuna personal issues hapa, ni sehemu ya football. Na kwako mchezaji I mean, tunajua ile jambo pia linakuathiri wewe personal kama binadamu. Kwa hiyo na wewe pia tunakuombea Mungu lipite haraka kama tunavyomwombea Pacome, Mungu amrudishe akiwa imara, bora zaidi alivyokuwa jana, na naamini atakuwa hivyo. You're very strong, eh? No. Top, eh? Yeah, inshallah you'll be fine. Okay? Tunashukuru sana. So Pacome, this is a gift from all the players and the management of Yanga. They have signed to wish you all the best and quick recovery. We know that we missed you. You played half of the final game. The other half was not there, but most of the players, they were very sad. Even though we win the trophy, but people were very sad. And they wish you a quick recovery. You have seen this, every player signed on behalf of Yanga, the players, the management and supporters, Wananchi. Yes. They wish you all the best. Me, I'm so happy with season the team. Yeah. Difficult season. Difficult. Now it's the trophy. Me, I'm so happy. Very good. I'm come strong. Inshallah. Thank you.